mstari wa kwanza mpaka wa 3 ndipo yalipoandikwa maneno haya. Akasoma, alipomaliza kusoma akampa mtunzaji wa kitabu, alafu akawaambia, leo maneno haya yametimia machoni pe. Wakashangaa sana jinsi alivyokuwa anayatafsiri maneno yale, yakimaanisha ya kwamba yamenena juu yake yeye. Walimkazia macho watu, kwa nini maneno haya anawaambia yanasema habari zake. Nisikilize, katika maandiko haya Yesu anatoa muhtasari wa huduma yake. Kuna mambo kama 4 makubwa yanayotajwa. Anasema hivi: Roho wa Bwana yu juu yangu, amenipaka mafuta. Roho wa Bwana yu juu yangu, amenifunika, amenipaka mafuta. Ina maana ya amenivika nguvu. Nashangaa sana watu wanaotumia mafuta huwa wanalichukua na hili andiko eti li support kazi ya kupaka mafuta. Sio sawa. Hapa ongei mafuta ya mizeituni au mafuta mengine, anaongea nguvu ya Roho inayokuja juu yake. Roho wa Bwana yu juu yangu, ameniwezesha, amenivika uwezo, amenipaka mafuta, amenivika uwezo wa kufanya hayo mambo 4 anayoyasema. La kwanza ni wahubiri maskini habari njema. Na hii ndiyo ya kwanza. Yesu amekuja alete habari njema, akafungua kuzieleza habari njema. Ni habari gani? Habari ya ukombozi wa mwanadamu, habari ya wokovu wa mwanadamu, habari ya kuharibiwa kwa kazi za ibilisi, habari, sema amina, ya kuondolewa ile laana na adhabu ambayo mwanadamu alipewa baada ya anguko. Anakuja Adamu wa kwanza alishindwa akaanguka, yeye Adamu wa pili anakuja amrudishie mwanadamu nafasi yake, amrudishie mwanadamu haki yake, ampatanishe mwanadamu na Mungu wake. Anasema naleta habari njema. Anguko la mwanadamu lilileta habari mbaya ya kifo. Yeye anakuja kuleta habari njema ya uzima wa milele, ya uzima wa milele. Na hili ndilo la kwanza, habari njema. Lakini la pili, anasema kuwafungua vipofu wapate kuona tena. Na vipofu hapa wako aina 2. Vipofu namba 1 ni vipofu wa kiroho. Vipofu wa kiroho. Afadhali kipofu wa mwili kuliko kipofu wa kiroho. Dhambi ilileta upofu, watu wakapoteza uhusiano na Mungu, watu wakaabudu miti, watu wakaabudu nyota, watu wakaabudu sayari, watu wakaabudu makaburi, hali ikaharibika. Yesu
hali ikaharibika. Yesu anakuja kuliondoa giza, alete nuru, ili wale wasioona waweze kuona utukufu wa Mungu, waweze kuona wema wa Mungu, waweze kuona uweza wa Bwana, waweze kuona nguvu za Bwana, waweze kuona mapenzi ya Mungu katika maisha yao. Upofu wa kiroho ni mbaya, na ndio ambao umeishika Tanzania. Kuna giza la kiroho Tanzania, ni kubwa. Karibu kila mahali. Tumefika Msoma, giza nene, tukashangaa. Tumeenda kusini mwaka jana, tulikaa wiki 3. Liwale wanaogopa kujenga nyumba. Liwale, ukijenga nyumba nzuri unapigwa. Na Chingwea, wilaya ya zamani, giza. Tukaenda Ruangwa, wilaya yenye sifa, giza. Mtwara, giza. Songea, giza. Tunatoka hapa tarehe 23, tunaanza Songea mwezi ujao, katikati ya mji pale, maandalizi Mzendunguru pale katikati, kwa pacha wangu Alimosa Mwasangapole, pacha wa kiroho, tuliokoka wote mwaka mmoja. Songea, giza. Nimesafiri mpaka Mbinga, giza, mpaka Maguu, giza. Mwaka 87 ndio tukwenda kufungua kanisa la Maguu. Nimehubiri Kigonsera, giza. 87, giza. Unashtuka Ndunguru, giza. Ndio nyumbani nikavuka, mpita Litembo, hakuna hata gari, pita kwa mguu mpaka Maguu, giza. Nikakuta dini moja ya siku nyingi inaroga. Nikawaambia, na wapa siku hizi niko hapa, mwenye uchawi aulete. Hebu rogeni. Hey, jaribuni kuroga. Vitu walikuwa analeta vijoka. Nikasema hebu vileteni. Hebu vileteni hivyo vijoka. Vitarudishwa viingie tumboni mwenu, na hakuna wa kuvitoa mpaka muokoke. Ilibidi mmoja wao aje mwenyewe kwenye mkutano, akanyang'anya maiki, akasema watu hawa wanahubiri Injili, atakaye wakwamisha nitapambana naye mimi. Anajisalimisha jamaa. Alijisalimisha mchana. Tumetangaza vita na giza, zikapigwa, na sasa tunarudi huko, zikapigwe. Bado na Mtumbo iko giza, bado Tunduru iko giza. Tumeiweka kwenye orodha, lazima ipate matengenezo Tunduru na Mtumbo. Ka inchi hakakato giza, kanatakiwa tukakamate wachungaji, kasukwe sukwe. Kuna watu bado wanakula kuku za watu na mbuzi za watu. Wao wafugi kila siku wanakula nyama, wahuni hawa. Tukawatoe nyama mdomoni. Haleluya, haleluya. Ni aibu, ni aibu. Juzi nilikuwa Kisaki kule, ni juzi tu, 2 weeks ago, Kisaki kule Morogoro vijijini. Nikashangaa, giza, giza, nakwambia giza, giza. Upofu ni mwingi, upofu ni mwingi, upofu ni mwingi, upofu ni mwingi, upofu ni mwingi. Lazima mageuzi. Katavi ndio giza nene. Kigoma yako baba inaomboleza, iko mahututi. Kanisa la kule nabii tukaanze upya, dirisha fariki.
Yani wamezidiwa na giza. Diwa na giza, inabidi ufanye nini? Usalimu amri, uwe kama wao. Lakini lazima umebadilika ule mpango. Yule mchungaji akawa amehama pale, maana nilitaka twende tukapige wapi ile Kakonko. Kakonko si wilaya ile? Yes, Kakonko imeahirishwa ile. Baba, naomba Kakonko, nataka nikaikonkoloe kwa jina la Yesu. Kakonko, nazipenda hizi wilaya za pembezoni ambako watu wengi hawafiki, ndio zipigwe hiyo. Bondo ya zamani inahitaji kupigwa. Haleluya. Kuna waganga huko, wao ni kama machifu, wanasujudiwa. Yani akitokea watu wanamlamba miguu. Yesu peke yake ndio anayetakiwa kulambwa miguu, hakuna mwanadamu mwingine. Sema amina. Wako wachawi nchi hii, wako wachawi nchi hii, wako wachawi nchi hii, wako wachawi nchi hii, na nchi hii inaheshimu uchawi. Ni lazima litokee badiliko. Semeni amina, semeni amina, semeni amina. Juzi nikiwa Kahama, kila ninayeongea naye anasema nateswa na mizimu. Kila unayeongea naye nateswa na mizimu. Ulikuwa unaumwa ulienda hospitali? Hapana. Nimeenda kwa mganga? Hapana. Everybody going to kumganga, kubafumu. Jamani, kweli si kweli? Mbaya. Ati misungu tu hii. Nilikuwa na wasiliana na mtu namhudumia kwenye simu, wa misungu hapo. Na shangaa wanaheshimu ganga. Hiyo maswa iko shidani, inatakiwa kupangurua. Giza ni nene, naliongea giza. Upofu ni mkubwa, lazima upofu uondolewe. Taifa hili liwe na macho. Sema amina. Alafu upofu wa kiroho hauna adabu, usome usisome. Kuna watu wana PhD lakini wanatembea na hirizi. Unakumbuka yule jamaa wa Makambako miaka ile, yule askari wakati tunahubiri uwanja wa polisi? Ni askari lakini alikuwa na hirizi, anailipia miaka ile 200,000 kila mwaka, hela nyingi. Akatandikwa, tukamnyanyua, bahati mbaya maana alikuwa anaangalia na uniform zake. Ilikuwa bahati mbaya sana siku ile, maana akatandikwa kwa ni jirani mpaka wakuu wake nao ikabidi waje sasa, maana unajua afande tena na ile nguvu na mazoezi yake, alafu anarushwa, ongeza na nguvu ya pepo kwa afande. Ilikuwa kivumbi. Sasa mama mmoja akaangalia kwa mbali, halafu akapiga kelele akasema, jamani, mapepo hayaogopi hata afande. Alichekesha. Ndugu zangu, nataka niwaambie, usimwone mtu anaendesha V8 au gari gani, kama hana Yesu ni kipofu bado. Kama hana Yesu ni kipofu bado. Hata we waziri kama hana Yesu ni kipofu bado. Hata we mbunge kama hana Yesu ni kipofu bado. Nataka nikwambie leo, hata we mkuu wa mkoa kama hana Yesu ni kipofu bado. Kwa cheo chochote, hata we daktari kama hana Yesu ni kipofu bado. Hata we mkufunzi wa chuo kikuu hana Yesu ni kipofu bado. Kipofu bado. Unamkuta anategemea hirizi. Usiwaone wafanya biashara wakubwa, ni vipofu bado. Wamezindika vitu vya ajabu, wengine wanazindika mifupa, wengine vidore vya watu. Hali mbaya, nataka nikwambie, ni vipofu bado. Uelewe nchi hii, uelewe hii nchi bado giza nene. Bado nimeshituka, ni wiki hii
kwamba watu wanaweza kuiba mtoto mwenye ulemavu wa ngozi